Leo hii nikikuruhusu hata uingie Google, andika tu challenge ambazo nakutana nazo maafisa ustawi ni nini. Ya kwanza utakutana ni rasilimali, hakuna budget ambayo inaweza kusema helping process. Helping process budget yake inahitaji nini? Lakini utaenda kwa viongozi utasikia kazi yenu ni ya moyo, kazi yenu ni ya kujitolea, lakini hawajui kwamba kujitolea kuna kikomo chake, kuna mwisho wake. Ndio maana unakuta labda mtu mwingine ameenda, nilienda kwa afisa ustawi fulani, alinitolea kauli mbaya. Afisa ustawi huyo amejazana na kesi za kutosha, workload ya kesi za kutosha, lakini hamna incentives, hakuna extra duty, hakuna kitu chochote. Una expect nini hapa? Kwa wakati mwingine inakuwa shida, ndio maana hatujaiacha, tumelipigia kelele sana kuhakikisha basi tunatengeneza miundombinu mizuri kama nchi nyingine ambazo wameweza kuisaidia hii ustawi wa jamii, kwa sababu tumeona umuhimu wake ni muhimu sana sana. Mfano, ofisi ya mkuu wa wilaya inafanya kazi karibu sana na ustawi wa jamii, kwa sababu mkuu wa wilaya most of the time anafanya advocacy. Main key responsibility ya ustawi wa jamii ni kufanya advocacy. Mkuu wa wilaya anapoenda kwenye mikutano anamhitaji afisa ustawi wa jamii, kwa sababu yeye ndo anadili na ile jamii, anakutana nao mmoja kwa watu wameenda kushtaki pale bana na mgogoro fulani, atamhitaji afisa ustawi wa jamii. Mahakamani watamhitaji afisa ustawi wa jamii, polisi watamhitaji afisa ustawi wa jamii. Sasa angalia workload hizo kazi zote wanazofanya. Je, kuna incentives zote ambazo at least zitamsaidia kwamba huyu afisa ustawi wa jamii jamani anafanya kazi katika mazingira magumu? Sasa sisi kama serikali naomba tumwezeshe ili sasa ashindwe yeye. Kwamba bana kuna posho ambayo inatoka pengine serikali kuu kwa ajili ya ustawi wa jamii tu peke yake, kwamba bana una posho hizo ni 600,000, kwamba hii ni kwa ajili ya kufanya kazi katika mazingira magumu, ikusaidie pale jamii ambapo wamekuita. Unajua kabisa ile posho ndo kazi yake hii ya kwenda kijijini. Usisubiri kwamba sasa nimeenda niombe gari nipewe mafuta. Ile posho yako ndio itaanzana. Okay, sasa mimi nimekodi gari au nimechukua ile hela nimeweka mafuta kwenye gari yangu nimeenda kwa ajili ya kuihudumia jamii. Kwa hiyo nafikiri ni hivyo vitu ambavyo vikisaidia pia itasaidia kupunguza ile case load ambazo nyingi ustawi wa jamii anakutana nazo za watoto. Yeye amekutana huko, amekutana Mangola, amekutana wapi, amekutana enda Dubu, amekutana mpaka anashindwa sasa anajigawa vipi? Sasa ninafanyeje ili niweze kuzuia? Kwa hiyo nafasi ya ustawi wa jamii kweli ni mlinzi wa mtoto, ni msimamizi wa hiyo sheria, lakini kitu kinachomsumbua na kinachombana ni rasilimali fedha ambazo zitaweza kumsaidia kusolve hizo kesi, lakini kupunguza pia wingi wa hizo kesi. Naam. Sawa, kwa kuwa umeshasema kuna harakati za mijadala na nini na waziri yupo, nadhani linaweza likaangalia kwa sura nyingine. Maafisa ustawi, tubaki kwanza hapo hiyo eneo la nafasi ya maafisa ustawi. Naam. Huwa mna data ya watoto wanaoishi mitaani, data kwa maana kila wilaya pengine, yani huwa mna takwimu maalum? Takwimu zipo na tunao mifumo kwa hapo. Serikali mimi naipongeza sana. Tuna district case management system, tuna MVCMIS, ambayo yote hiyo ni mifumo kwa ajili ya kukusanya taarifa perhaps za watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu, watoto ambao wanaishi mitaani. Katika hiyo mifumo East Africa hapa, katika huduma za utoaji wa ustawi wa jamii, Tanzania pekee ndio tunaongoza kwa mifumo iliyokuwa bora ya masuala ya ustawi wa jamii. Tuna USISOP, tuna MVCMIS. Japokuwa mifumo ina mapungufu lakini ni bora. Ni bora, yani kwa tafiti zilizofanyika kwa East Africa. Watu wanakuja kuiga kwetu. Tunao maafisa ustawi nguli ambao wamekuwa kichampionship juu ya hii mifumo sana hapo. Wakina Ali Sheoza wamekuwa wakifanya sana ndani na nje ya nchi kuweza kufundisha sisi tumefanikiwa vipi. Kwa hiyo katika swala la mifumo, ndio maana kuambia maafisa ustawi hii kazi wanaifanya sana kwa passion. Lakini ukiangalia kawaida hata leo hii rate, international rate kwamba afisa ustawi anatakiwa alipo vipi, utaona ni kiasi kikubwa sana cha kazi wanaifanya.
wanaifanya kwa passion. Ukiingia katika hizo data utakuta, kwa mfano kwa sasa data ndo zinakusanywa ili kufikia maadhimisho ya tarehe 12 Aprili zitatolewa wazi. Je, wilaya zipi tuliweza kuokoa watu wao watoto wa kuunganishwa nini? Kwa hiyo kufikia tarehe 12 itatolewa hiyo rasmi data. Kwa hiyo mifumo ipo, hata saizi ukiingia tu kwenye mfumo nitaona. Mashirika NGOs mnafanya nao vipi kazi? Kwa sababu yapo ambayo yanafanya kazi za kuwapata yapo like kama UNICEF wapo wanafanya kazi wanafanya kazi ambazo zinahusiana na intervention za watoto, na hapo mashirika mengi, japo unakuta kwa huku kwetu kwa mfano let's say hapa Mbulu hatuna mashirika au wadau ambao wanaweza kusaidia kupushi agenda ya watoto. Huku tunao tu Compassion, wale Compassion ambao sasa wanajitolea kuwasomesha wale watoto wapo Elijah, hizo ni asasi tu ambazo zinasaidia, lakini hasa kubwa ambao limewabeba watoto kwa huko ni Compassion ambao sasa wanasaidia, unaona kila Jumamosi wanakutana, lakini wanawasomesha wale watoto. Kwa hiyo tunawashukuru sana, lakini kwa wadau wengine ambao pia wanaona kupitia hii podcast yetu ya Ustawi Podcast wanaweza wakananilia wakafika Mbulu pia wakatusaidia kwa lengo la kuondoa sasa ili tatizo, maana si issue ya serikali peke yake. Hata kama kutoa incentives kwa maafisa ustawi wa jamii, hata mdau anaweza akatoa. Hivi samani, kuna maelekezo yote huwa twende kwenye ngazi ya jamii, tuone nafasi ya jamii, ya wazazi na nini. Hivi kuna namna yoyote ambayo mnaweza mkawa connect wenye vitu wa mitaa, mabalozi, kuwatambua hawa watu, kwa sababu tuone nafasi ya mzazi katika malezi, tuone nafasi ya viongozi katika kuhakikisha kwamba hili tatizo linaondoka. Moja ya mfumo dhaifu ambao niliusema mwanzoni pale ni jamii. Jamii umekuwa moja ya mfumo dhaifu sana ambao unapelekea masuala ya watoto wanaoishi mitaani na kufanya kazi za mtaani. Sasa intervention nyingi sana kama serikali zimefanyika. Moja, tumeadapt mfumo wa ECD, Early Childhood Program, ambao ni mpango jumuishi wa taifa wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Tumeweka mashina chini kabisa huko katika ngazi ya vijiji, vitongoji, unapanda mpaka huko juu. Lengo kuu tu ni kuhakikisha kwamba sasa jamii tumeshika ule mzizi kama malezi ya mtoto yanapaswa kuweje. Na focus yetu imefocus kuanzia mtoto mwaka 0 mpaka miaka 8, tokea yuko tumboni kwa mamake. Umeona? Mpaka anapofikisha miaka 8, tafiti zinaonesha pale ndo unaweza kumtengeneza ule mtoto ambao unamtaka yeye. Kwa tumefika katika yao mashina, mabalozi, wenye viti tunafanya nao kazi, watendaji tunafanya nao kazi. Kwa takriban miaka 4 tunaelekea mwaka wa 5 wa implementation ya hii program ya ECD. Tuna matokeo makubwa, and I'm glad kwamba kuna watu wanatoka nje wanakuja kujifunza kwetu sisi hapa Tanzania, na si hatujaanza muda, kwa sababu mwaka 21 22 ndio Mheshimiwa Rais aliweza kuzindua kwa mara ya kwanza mpango jumuishi wa malezi, makuzi. Kwa hiyo tunaendelea vizuri, isipokuwa tu kuna udhaifu ambao upo licha ambao tumefanya hizo kazi za kuimplement huo mfumo. Tuna watu waonyesha ushirikiano. Sio tu ushirikiano. Malezi sio ya mama peke yake. Baba anafanya kazi gani? Anamwachia mama. Mama naye anahisi kama malezi ni kunyonyesha tu peke yake. Baada ya kunyonyesha ameondoka. Sasa ujui kwamba kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 8 pale ndo unaweza kumtengeneza mtoto unayemtaka wewe. Unataka mtoto wako awe mwalimu, unataka mtoto wako awe lecturer, unataka mtoto wako aje mchungaji, unataka mtoto awe engineer. Pale ndo unaweza kumtengeneza. Zingatia lishe. Mtoto anacheza toka akiwa tumboni.